Labda tu nianze na swali la uchokozi. Sema swali la uchokozi. Huyu ni mtu tumemfahamu katika maisha yetu. Kwa bahati mbaya ametutangulia katika uso wa Bwana. Tumemzika tukaamini kwamba tumemzika. Tukafanya na sherehe inahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii ametokea katika ule mlango. Tafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu unamfahamu. Ni mtu unamfahamu. Leo hii ametokea katika ule mlango. Na ulishuhudia kwamba tulimzika, tukafanya sherehe zote. Leo hii amefanya nini? Ametokea kwa ule mlango. Mwambie jirani yako utadu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi watabaki katika hii chumba? Kama kweli utabaki katika hiki chumba, nyosha mkono. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi watatoroka? Wangapi wacha kusita? Wangapi watatoroka? Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hawajui kile watafanya? Bwana Yesu asifiwe. Yaani utasema tu wewe wacha afanye kile atafanya. Lakini wewe wale watatoroka ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hata ile siku Yesu alipofufuka, wale wanawake wa kwanza walifanya nini? Walikata, walikimbia wakiwa wamejawa na uoga. Kwa sababu hata hawakukumbuka maneno ya Yesu kwamba nitateswa, nitazikwa, lakini siku ya tatu nafanya nini? Tafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tuishi katika uoga huu? Kwa nini tuishi katika hali hiyo? Sababu ni kwamba Wakristo wengi tumejiandaa ama tumejitayarisha na vile vifaa vya kushughulikia mwili mfu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wale wamama wa kwanza walijiandaa na nini? Manukato. Hivyo ndivyo tulivyo. Kwamba wengi wetu tumejiandaa na vifaa vya kushughulikia mwili ulio mfu, lakini hatuko tayari na vifaa vya kumshughulikia Yesu Kristo aliye hai, ambayo ni imani, maombi na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio sababu tutaishi na ule uoga. Ile ndio sababu mpendo wetu atakapofufuka saa hizi tutashika mbio. Hii ndio sababu napenda kwamba wewe umeishi na mtu, umekaa na mtu akiwa katika maisha yake ya uhai, lakini cha ajabu hata ujue mtu anaishi wapi. Huyu mtu akiwa mgonjwa hujaifika kwake hata kuomba na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Haujai hata shiriki na yeye nini? Lakini wacha mtu haki. Utasikia bwana, ile gharama ya jeneza niachie nani? Yale manukato ya kupaka mwili mimi nitashughulikia. Kwamba ile mavazi yote ya familia mimi nitafanya nini? Ile gharama ya transportation mimi nitafanya nini? Kwa sababu tumejiandaa na vifaa vya nini? Kushughulikia mwili ulio mfu. Lakini mwili ulio hai ambao unahitaji imani, inahitaji neno la Mungu, inahitaji maombi, hapo ndipo tunashindwa kama Wakristo. Hapo ndipo tunabaki tukiishi maisha ya uoga. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba katika vifungu vya somo hili tunaona kwamba baada ya kufa na kufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo, wanafunzi wake waliendelea kukutana katika kile chumba walichokula chakula cha mwisho. Na cha ajabu tunaambiwa kwamba milango ikiwa imefanya nini? Imefungwa, wakiwa na ile hofu ya Wayahudi kwamba hao watu watakuja, watatukamata, hao watu watatukujia. Bwana Yesu asifiwe. Pale walijaribu kujadili, kusema mshene, kwamba mshene ilikuwa mingi, wanajaribu kuambiana, kuulizana, kweli Yesu amefufuka ama tunaota? Kweli yuko hai? Bwana Yesu asifiwe. Hata baada ya ule ushuhuda wa Mariamu na Magdalena kwamba tumemwona Bwana, wao bado wako katika ufusa. Hata baada ya ushuhuda wale wanafunzi katika safari yao kwenda Emmaus, wao bado wameshikwa na ule uoga. Somo linatuambia
Wakiwa katika hali hii, ndipo Yesu Kristo anapowatokea wale wanafunzi katika mstari wa 19 hadi 20. Neno linatuambia, ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwamo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Mwambie jirani yako, amani iwe kwako. Naye akiisha kusema hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mawili tunayoyatafakari katika vifungu hivi vya kwanza vya somo hili, kwamba zile salamu ambazo zinasema kwamba amani ikae kwenu, kwamba hizi ni salamu miongoni mwa Wayahudi, ni salamu ambazo zilitumika katika maisha ya Wayahudi, ambazo zilikuwa na maana ya kwamba muokolewe toka shida zenu. Kwamba Yesu anapokutana na wanafunzi hao, akijua kwamba wamejawa na uoga, akijua kwamba wamejawa na wasiwasi, wakijua kwamba mawazo yao yamesongwa na mambo mengi, anawaambia muokolewe toka katika shida zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba leo Yesu anasimama katikati yetu na salamu hizi na maneno hii haya, kwamba akitujua hali zetu, akijua maisha tunayoyapitia, anatuambia wapendwa, muokolewe katika shida zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kisha mstari wa 20, akawaonyesha mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Ambayo baada ya wanafunzi kuiona walifanya nini? Tunaambiwa kwamba wale wanafunzi walipomuona na kugundua kwamba hakika ni Yesu, walifurahi katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ile furaha ambayo ilikuwa imeondoka, ule ambayo ilikuwa imeondoka na kuchukuliwa na wasiwasi, lakini baada ya kumuona Kristo, baada ya kudhibitisha kwamba huyu ni Kristo, mioyo yao inajawa na furaha. Kwa hakika kwamba yeye Kristo ndio chanzo cha furaha katika mioyo yetu. Kwamba furaha ya kudumu inatoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Kwamba katika kumtumaini Kristo na katika kumwamini, tunaona kwamba mioyo yetu, maisha yetu yanakuwa na furaha, hata kama kutakuwepo na upungufu wa mambo madogo na madogo katika maisha yetu, lakini maadamu tunaye Kristo, maadamu Kristo wako ndani yetu, kwa njia ya imani, ile furaha inapata kudumu. Bwana Yesu asifiwe. 21:23, ilibariki, hebu soma 3:2 na hebu mpatie mic. 21:23 ndio unasema nini? Mstari wa 21:23. Mlango wa 20 Injili ya leo. Mlango wa 20 soma mstari wa 21:23. Neno linasema nini? Nasema hivi. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna mambo mawili pia tunajifunza. Jambo la kwanza ni kwamba kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Wale wote ambao ni Wakristo wa Pasaka katika ulimwengu wa Pasaka, yaani wale Wakristo wote ambao wanaamini kwamba hakika Kristo amefanya nini? Amefufuka. Yesu anawafanya kuwa mashahidi wa ufufuo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Yesu anahitaji mimi na wewe kuupeleka ujumbe wa kufufuka kwake Kristo kwa watu wote. Anatumia kama chombo cha ushuhuda, shahidi wa ufufuko wake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kufufuka kwake Yesu Kristo ni mwanzo wa Injili, ni mwanzo wa habari njema, kwamba tazama, kaburi liko wazi na yupo hapa tena. Kwa hivyo ile hofu na ule wasiwasi
ambao tunaishi nao, kwamba Yesu ameshinda kifo na nini na mauti. Katika Agano la Kale somo tumesoma katika ni Waraka, natuambia kwamba tazama mimi nami ninazo funguo za nini za mauti na za kifo na nini na mauti, kwamba yeye Yesu Kristo ananituma mimi. Yeye Yesu Kristo anakutuma wewe kama chombo cha ushuhuda, kwamba enda ukatangaze habari njema kwamba hakika Kristo amefanya nini, amefufuka, kaburi ni tupu, kwamba kifo na mauti ametushindia, amefufuka pamoja nasi, ameyafanya yote kuwa mapya katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kweli wewe ni Mkristo wa Pasaka, unao wajibu wa kumtangaza Kristo aliye hai. Unao wajibu wa kumtangaza Kristo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tunajifunza katika fungu ni kwamba akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unapotumwa katika maisha ya kawaida, unapotumwa, kwa mfano kanisa imekutuma mahali, si ndio? Inakupatia kafea, si ndio? Kwamba tumia hii kufikisha nifanye nini? Lakini yeye Yesu anapotutuma kuna fea tofauti anatupatia, ambayo tunaiona ndani Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wale wote wanaotumwa na Yesu hawaachwi kutumia nguvu zao wenyewe, hawaachwi kutumia akili zao wenyewe, hawaachwi kutumia hekima yao wenyewe. Tunapewa nguvu za Roho Mtakatifu atakayetuwezesha kuwa mashahidi wa Kristo. Kwamba huyu Roho Mtakatifu ndiye anayetuwezesha kila siku kusimama na ukweli wa neno la Kristo. Kwamba kushindwa kwetu kama mashahidi wa Kristo kunatokana na sisi wenyewe kujaribu kujitegemea. Inatokana na sisi wenyewe kutegemea nguvu zetu. Inatokana na sisi wenyewe kujiona kwamba mimi ninaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba katika maisha ya Kikristo, katika huduma ya Kristo, katika huduma ya kujenga kanisa la Kristo, tunamhitaji Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu ziandamane nasi, zituongoze katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ni mstari wa 23 ambao tunasoma kwamba wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungua dhambi wamefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika darasa letu la Kipa Imara, somo hili lina topic yake inaitwa ofisi ya funguo. Inaitwa nini? Ofisi. Haya ni mamlaka ambayo Kristo amelipatia kanisa la kusamehe dhambi za wale wote ambao wako tayari kutubu katika ule muda wamepewa, na kuto kusamehe dhambi za wale wote ambao watakuwa na mioyo migumu, watakataa kufanya nini? Kugairi na kutubu, kwamba yanafanya vile ufunguo. Ndio maana nasema kufunga na kufungua, yanafanya vile ufunguo inafanya katika mlango, kwamba ikifunga haijasamehe, ikifungua imefanya nini? Imesamehe. Kwa hivyo hapa Yesu anatupa nguvu, ametutuma, ametupa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa anatupa mamlaka kwamba mkienda huko, mkikutana na watu ambao wako radhi kutubu, wasameheni. Kwamba mkisamehe hapa duniani na mbinguni wamefanya nini? Wamesamehe. Mkifunga hapa duniani hata mbinguni wamefanya nini? Imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe kama Mkristo tumepewa mamlaka ya kwenda na kutangaza Injili, tukisamehe dhambi za wale wote ambao wako tayari kutubu kwa wakati ule ambao wamempokea Kristo, na kutosamehe dhambi za wale wote ambao hawako tayari kutubu katika ule muda ambao wamepewa. Lakini tunapotaja swala la kusema kusamehe dhambi linachanganya kidogo, sivyo? Linachanganya kidogo, sivyo? Kwamba mimi nawezaje msamehe mwenzangu dhambi? Ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kila siku katika ibada zetu tunaungama dhambi, alafu kisha tunapokea ondoleo la nini? Ni nani anasamehe? Ni nani anasamehe?
Sio mwinjilisti anasamehe, sio mchungaji anasamehe, tuko pamoja, bali tunasamehewa kupitia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Watanzania fulani walikuja hapa Kenya wakati fulani, wakasikia bishop wetu anasema kwamba kwa mamlaka niliyopewa na kusamehe nini? Kashinda, bishop anasamehe watu dhambi. Anasamehe watu dhambi ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa mamlaka ambayo imefanya nini? Lakini tunasamehewa dhambi kwa njia nani? Ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Usije kutoka hapo kasema leo mwinjilisti amenisamehe dhambi. Hakuna. Ni Mungu amefanya nini? Anakuweka huru. Mimi natumika kama chombo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usemi huu ni jambo ni usemi wake Yesu. Unaweka wazi wajibu na mamlaka tuliyopewa na Mungu ya kuwatangazia msamaha wa dhambi wale wote watakaotubu toka ndani ya mioyo yao, na kuwaonya wale wote wasiopenda kutubu wasiichezee neema ya Mungu. Huku ndiko kufunga na kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kweli Yesu anasamehe, lakini katika maisha yetu tusikaichezee neema ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo tunapoenda kuwa vyombo vya ushuhuda wa ufufuko wake Yesu Kristo, tunaona kwamba Yesu Kristo ameweka mamlaka katika maisha yetu. Mstari wa 24-29 elibariki. Nasema nini? 24-29. 24-29. 24 na 29 inasema hivi. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwapo pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwa ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, leta hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aamini. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Mstari wa 29. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Waheri wale wasioona wakafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwamba katika vifungo hivi tunamwona Bwana anaitwa Tomaso. Huyu anatajwa kama mwanafunzi mwenye mashaka, aliyeamini baada ya kuzigusa na kushika alama za nini? Za misumari. Ni mwanafunzi aliyempenda sana Yesu kiasi cha kwamba alikuwa tayari kufa pamoja naye huko Yerusalemu. Baadaye katika historia yake tunasoma kwamba alikuja akawa mishonari huko India, huyu mwanafunzi aitwaye Tomaso. Lakini kumhusu mwanafunzi huyu kuna mambo mawili ambayo tunajifunza kutoka kwake. Jambo la kwanza, Tomaso alifanya kosa moja, kujitenga na usharika wa wenzake, na alipokuja Yesu safari ya kwanza hakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni kosa la kwanza lile Tomaso alifanya nini? Kwamba kujitenga na usharika wa wanafunzi wenzake. Yesu anapokuja mara ya kwanza anamko. Bwana Yesu asifiwe. Hivi ndivyo ilivyo kwa Kristo wengi siku hizi, kwamba sisi ukosa baraka nyingi, sisi ukosa neema ya pekee tunapoamua kujitenga na usharika wa Kristo ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Yesu anapopita na kuwazuru wengine akupati katika nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tazama viti. Unaweza niambia Wakristo wameenda
Leo yeye Yesu angekuja na kutuambia amani ikae kwa muokolewe toka katika shida, wengine wamebaki na shida zao. Bwana Yesu asifiwe. Ama wengine wanaamua kwa sababu leo ni Edwin anahudumu, mimi wacha nila. Kwa sababu leo ni Jeff anahudumu, wacha mimi nifanye nini? Kwa sababu leo ni Mwinji kwa pale, mimi siendi. Kwa sababu leo ni mchungaji, wacha nijipe. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba Yesu anapowazuru, anapopita katika nafasi alipokuweka na baraka zake katika maisha yako, anakukosa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku zote tujitahidi kama Wakristo kuwa na ule ushirika na wengine, ili kwamba huyu Yesu Kristo anapopita na kuwadhuru wengine, huyu Yesu Kristo anapotujia katika maisha yetu, yeye Yesu anapokuja kubeba majuto na shida zetu, anakukuta huko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tunalojifunza katika somo hili ni kwamba Tomaso hakuamini mpaka pale aliposhika ama gusa alama za misumari. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mguse jirani yako, wewe ni Tomaso. Wewe ni Tomaso. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wapo Tomaso wengi siku hizi katika makanisa yetu. Kwamba Wakristo wengi siku hizi wamebaki wakitafuta, wanazurura kanisa baada ya kanisa, wakitafuta ishara, wakitafuta miujiza, wakitafuta kugusa waone na macho yao. Bwana Yesu asifiwe. Wanadai kwamba injili peke yake haitoshi, lazima iambatane na nini? Na miujiza, kunenewa juu ya maisha yao, ishara. Bwana Yesu asifiwe. Na wanalipa pesa nyingi wakienda kutafuta mambo haya, lakini hebu mwambie atoe fungu la 10 saa hizi hapo. Lakini tayari ametenga 8,000. Amepeleka wapi? Acheni kujifanya mchini. Bwana Yesu asifiwe. Umepeleka wapi? Umepeleka wapi? Kwa baba. Wewe umekwepa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ati mnapeleka wapi? Anapeleka kwa manabii, ndio? Wengine kwa asimsikie, wengine kwa Ezekiel, ndio? Anatoka hapa na fare mpaka ya kupanda gari mpaka wapi? Hata wengine siku bila shaka walipeleka kwa Mackenzie. Si ndio? Walipeleka kwa Mackenzie. Kama si kwa Mackenzie, siku hizi tumeajiri watu wengi kwa hivi vijiji. Ameandika hapo kwa posta, ameweka post yake hapo. Anakuambia eti natibu ndoa zilizoharibika. Sijui narudisha mume aliyetoka. Narudisha mke ambaye amevaa nini? Bwana Yesu asifiwe. Na unatoa karibu 10,000, lakini mimi hapa nikwambia jamani, fungu la 10 hata 10 bobo hutaki kuniachia. Lakini kule umevaa nini? Lakini ukirudi ati nimeenda kutengeneza ndoa, pale sasa unapata kizungumkuti. Bwana Yesu asifiwe. Alafu unazunguka, ukishazunguka alafu unakumbuka, nina mtumishi wangu hapa. Leo acha nikwambie. Baraka ya kwanza utakayoipata ni kutoka kwa mtumishi wako mwenye yuko hapa kwa nyumbani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Hata upeleke 10,000 zako wapi, huyu akitoa machozi unabaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni siri nimekuambia. Nasema hivi, nirudie tena. Sasa acha nirudie sasa kwa uhakika. Nasema hivi, unaniona vile nilivyo hivi? Nisipovaa vizuri, nisipokula vizuri, mimi ndio nimebeba baraka. Lakini sasa ukiniacha, unaenda kule kwenye mnaenda, utazunguka hii dunia yote, lakini mwisho baraka zako utarudia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unanichukia kwa njia gani, fanya kile Mungu amekuambia ufanye kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio nimebeba baraka zako. Tumesikizana hapo bwana? Kwa hivyo wewe hata kudhurura hapa ukisema kwamba hii 5,000 mimi napeleka kwa nabii fulani sijui ananinenea maisha yangu. Leo hata nikwambia watu ni wajanja. Wewe umepigana na mume wako katika ile nyumba. Hayuko mbali huyo mtu.
Yeye anapata habari zako zote vile unaishi. Sasa ukienda kwake ameratibu kila kitu. Sasa unaanza kushangaa, jamani, huyu bwana alisikia wapi habari zangu? Alafu najua sana sisi tunakuwa na zile emotions. Kwamba yeye mtu anapofungua hali ya maisha yako unashindwa amejua vipi. Unajiachilia, unalegea, si ndio? Kama ni ile pesa ulikuwa umeifungia kwa leso inafanya nini? Inafunguka tena bila wewe mwenyewe kufungua. Unatoa bila kuambiwa fanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Wakristo wanahangaika katika makanisa haya. Wanazunguka kanisa baada ya akitafuta ishara, akitafuta kugusa alama za misumari za Yesu. Wengine wanaishia kugusa mambo ambayo hayastahili kugusa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wanasema hakuna muujiza pasipo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba muujiza wa kweli unatokana nani? Na yeye Mungu mwenyewe. Hakuna muujiza ambao unafanywa na mwanadamu. Muujiza wa kweli ni ule ambao unatokana na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unasikia kuna Yesu wapi? Kuna Yesu wa Tongaleni. Huyo ambaye alinifurahisha sana juzi, walikuwa wanamtafuta from Thursday mpaka Sunday. Wanakijiji waliamua bwana hata tumtafute leo, ametukwepa sana. Tunataka tumsulubishe tuone kama anafanya nini. Unajua jamaa anafanya nani? Yeye ni nani bwana? Alienda katafuta hifadhi kwa polisi. Sasa hii amengoja sherehe zimeisha atatoka. Tena next year tutaanza kumtafuta. Sasa ndio wanadamu tunaenda kutafutana na kina Yesu wa Tongaleni ambaye hawezi tusaidia chochote katika maisha yetu. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba mashaka na imani vinaweza kuishi pamoja kwa muda fulani katika maisha ya Mkristo, jambo ambalo si la kawaida. Kwamba imani na nini? Na mashaka vinaweza ishi katika maisha yetu, lakini ni jambo ambalo sio la nini? La kawaida kwa Mkristo. Sasa swali ni kwamba je, tutapataje imani ya kweli isiyo na mashaka? Tutapataje imani ya kweli isiyo na nini? Na mashaka. Tomaso anatuonyesha jambo moja. Tomaso anatuonyesha njia, kwamba njia ya kupata imani ya kweli isiyo na mashaka, kuna ile kitu mara nyingi tunapenda kusema second chance. Bwana Yesu asifiwe. Second chance. Katika maisha yetu mara nyingi tunapata kwamba utasikia mara nyingi katika maisha yetu tunasema kwamba jamani, mpatie second chance. Kwamba yeye Tomaso anatuambia kuna second chance. Yeye Yesu Kristo aliingia tena mara ya pili katika maisha ya nani? Ya Tomaso. Alimpa second chance. Na yeye Tomaso alipokea kwa kusema mstari wa 28 kwamba Tomaso akajibu akamwambia Bwana wangu na Mungu wangu. Na Yesu akamwambia wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Bwana Yesu asifiwe. Heri wewe ambaye haujaona lakini umefanya nini? Unasadiki ya kwamba hakika Kristo amefufuka, na amefufuka kweli kweli katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hili linaweza tena kufanyika katika maisha yako, maana ndiyo jawabu kwa mashaka na hofu, ndiyo jawabu ya uoga ulio nao katika Ukristo wako. Yesu anayo haja ya kuingia ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, mara nyingine wewe uliye na mashaka. Kwamba leo kwako Yesu Kristo anayo haja ya kutaka kuingia katika moyo wako, kwamba hapiti tena katika milango iliyofungwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba usimtarajie kwamba atakuja katika kile chumba umefunga milango, bali yeye anatujia kupitia neno lake na nini? Na uzima. Kwamba kupitia pale Yesu anapata kuimarisha imani yetu. Kupitia pale Yesu anapata kuondoa mashaka yetu. Kupitia pale Yesu anatupa nguvu ambazo za Roho Mtakatifu. Kupitia pale Yesu anatupa uwezo na mamlaka ya kusimama, ya kukemea katika huduma hii na katika hali hii ambayo anatumia kama vyombo vya kwenda kuwa mashahidi wake. Mwisho, mpokee Kristo akaimarishe maisha yako.
Mpokee Kristo akanene baraka katika maisha yako. Mpokee Kristo akabadilishe maisha yako, akabadilishe na mwenendo wako, kwamba yeye anasema amani na ipate kukaa nanyi, kwamba mkapate kuokolewa toka na shida zenu. Bwana Yesu asifiwe. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru na kulinua jina lako, tukisema asante kwa rehema, kwa neema nyingine ambayo umetujalia ya kuzidi kutafakari nguvu zako tangu na namna ulivyofufuka katika maisha yetu. Tuwezeshe Baba majeshi kuzika na yote ya kale, ukatuinue tukiwa wapya katika kuenenda kwetu, katika kuanza kwetu, katika maisha yetu, katika chochote Baba majeshi tunayotenda kwa utukufu wako. Tembea nasi, andamana nasi katika maisha yetu, tukazidi kulinua na kulitukuza jina lako, kwani wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Katika jina safi la Yesu Kristo tunapata kuomba na kuamini. Amen. Neno la Mungu takata lililotoka mbinguni, ambalo moto na upanga haviwezi kulishinda. Twakushika siku zote maishani na kufani, twakushika siku zote maishani na kufani. Bwana Yesu asifiwe. Abigi kwa Abigail. Kuja. Abi kuja. Abi anapotupa memory